unastahili kupokea utukufu Bwana Yesu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Unastahili Bwana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Baba pokea sifa. Hakuna mwingine kama wewe, Baba pokea sifa. Tunainua sauti zetu tukisema pokea sifa. Tunainua mikono yetu, Baba pokea sifa. Hakuna Mungu kama wewe, Baba pokea sifa. Wewe ni Mungu mshindi wetu, Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Sifa
tunainua mikono, pokea sifa, tunakujaza wewe, sifa, siku zote tunaimba Yesu ni Bwana, hata leo tunaimba tena Yesu ni Bwana, malaika wanaimba huko mbinguni Yesu ni Bwana, wanaimba wakisifu na kusujudu Yesu ni Bwana, siku zote tunaimba Yesu ni Bwana, hata leo tunaimba tena Yesu ni Bwana, malaika wanaimba huko mbinguni Yesu ni Bwana, wanaimba wakisifu na kusujudu Yesu ni Bwana, amenitengeneza Yesu, Yesu ni Bwana, amenitengeneza Baba, Yesu ni Bwana, amenitengeneza Yesu, Yesu ni Bwana, amenitengeneza Baba, Yesu ni Bwana, ndiposa ninaimba Yesu ni Bwana, ndiposa ninaimba kwa furaha Yesu ni Bwana, ndiposa ninaimba Yesu ni Bwana, ndiposa ninaimba kwa furaha Yesu ni Bwana, ilikuwa mbaya sana Yesu ni Bwana, ilikuwa mlevi mimi Yesu ni Bwana, ilikuwa mlevi kushinda wewe Yesu ni Bwana, ilikuwa mbaya kushinda wewe Yesu ni Bwana, ukienda polisi watakwambia Yesu ni Bwana, ukienda polisi wanajua Yesu ni Bwana, ilikuwa mkorofi kushinda wewe Yesu ni Bwana, amenibadilisha Yesu, Yesu ni Bwana, amenibadilisha Baba Yesu ni Bwana, ndiposa ninaimba Yesu ni Bwana, ndiposa ninaimba leo Yesu ni Bwana, ndiposa ninaimba kwa furaha Yesu ni Bwana, ndiposa ninaimba Yesu ni Bwana, aingia gharama Yesu, Yesu ni Bwana, aingia gharama Baba Yesu ni Bwana, vigelegele makofi kwa Yesu, makofi ya juu, 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 makofi ya juu. Inua Yesu, inua, 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 inua Yesu, inua. Bariki Yesu, bariki, bariki Yesu, bariki, bariki Yesu, bariki, bariki Yesu, bariki. Ukelele na shangwe kwa Yesu. Anaweza, Mwana wa Mungu anaweza, 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 oh,
Mwana wa Mungu anaweza. Anaokoa, Mwana wa Mungu okoa. Aokoa, Mwana wa Mungu okoa. Aokoa, Mwana wa Mungu aokoa. Aokoa, Mwana wa Mungu aokoa. Anaponya, Mwana wa Mungu anaponya. 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 Anaweza, Mwana wa Mungu anaweza. 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 Anaweza, anaweza Mwana wa Mungu. Anaweza, anaweza, anaweza Mwana wa Mungu. Yesu anaweza. Anaweza, anaweza. Anaweza Mwana wa Mungu. 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 Oh, Yesu kimbilio, 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 kimbilio Mwana wa Mungu. Yesu kimbilio, 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 kimbilio Mwana wa Mungu. inua mikono useme ni Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Oh, inua mikono useme ni Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Inua mikono yako useme ni Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Shangilia, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu oh, shangilia, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Yesu oh, anaweza. shangilia, Yesu anaweza Baba. Yesu anaweza, Yesu anaweza. Yesu Oh, anaweza. shangilia, Yesu aokoa. Yesu aokoa, Yesu aokoa, Yesu aokoa. Shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Shangilia, Yesu arejesha. Yesu arejesha, Yesu arejesha, Yesu arejesha. Shangilia, Yesu ainua. Yesu ainua, Yesu ainua, Yesu ainua. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Oh, mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Na vijana wote watasimama, msingi wao ukiwa kwenye mwamba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Na watoto wote watasimama, msingi wao ukiwa kwenye mwamba. Mwamba, 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 mwamba,
somebody to give me Ephesians chapter number 4 verse 11. Kitabu cha Waefeso chapter number 4 verse 11. And we are discussing on how today, how they are able to swap your gifting. Bwana Yesu asifiwe sana. How they are able to swap the gifts or the gifting in your life. How they are able to change your destinies. Because of some of us, we have great destinies, but these destinies were swapped, were changed. That is where we are struggling in our life, not because we deserve the struggle, not because you are a poor person, but because somebody just stole away that which was given to you. In the book of chapter number 4 of Ephesians, and he gave and the Bible says, and he gave apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds. Boss, wachana na huko. Just come here. Rudisha venye ilikuwa. Rudisha kwanza venye ilikuwa. Rudisha kila setting venye ilikuwa hivyo. Hapo. Thank you. He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and the teachers. These are gifts that were given to us. And they are irrevocable. The gifts that were given to you, they are irrevocable. And by that fact that they are not irrevocable, somebody can swap your gift. You remain as the gifted person. But the user of what God has given you is the different person. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't know whether you got me. That I can be a teacher, I can be a prophet, I can be a servant of God, a man of God. But Joel, because he has the knowledge of the Spirit, he takes that which I have, he uses while it is in me, but he uses for his own advantage. That is called the swapping. So you find it is the same SIM card or the same phone, but you have swapped. This person is supposed to be having this or having. What are you doing there? Unafanya nini hapo? Unafanya nini hapo? Lanje hapo, unaona wengine wamekaa hapo? Si unaona kule wengine wamekaa? Hakuna acha huko? Ama ni umanga? Ni umanga? Si nilikwambia mtu akikuwa manga anaonyeshwa barabara. Kwa sababu amekuja kuchukua, kuna kitu alikuja kuchukua pesa. Si ndio alikuwa amekuja hapa kuchukua pesa jana. So hana kazi yenu ya mahubiri, amekuja kuchukua pesa. Sasa mnamhubiria anashangaa, mnamwambia story gani? These are the people who swap destinies, because anataka umpatie pesa kwa mkono ndio aipeleke kule ametumwa. That's how they operate. That's why hawezi kukaribia kwenye madhabahu, atakaa huko kando, kwa sababu kazi yake akikuja hapa nguvu zake zitaisha. Sasa mtu, sio kila mtu akikuomba pesa unampatia. Hapana. Hata brother yako ama nani, sio kila mtu akikuitisha pesa umpatie. Mwambie weka hiyo pesa kwa M-pesa, usimpatie cash, mpatie through M-pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because these people are dangerous. Mimi siwezi nikakupatia. Hata afadhali uende ukalale njaa. Afadhali niandikiwe makosa, lakini wewe lala tu njaa, lakini afadhali nitakutumia pesa kwa simu, but not giving you cash, not unless I know you.
Bwana Yesu asifiwe, because that is what they want. Anything connected with your blood. Nitakufundisha leo kuhusu that. So Simeona ametoka. Ameshindwa kukuja kukaa hapa, akatoka. Why? She had a mission. She was here on a mission. Sasa hawa ndio naonanga na waambianga wanatumika. Yeye ni amewekwa demons ziko ndani yake by somebody else. She's being used. Kama yule mama tulisoma kwenye kitabu cha Acts. Alikuwa amewekwa demons that the owners were benefiting on her. This woman kept following. She kept following akina Paulo na Sila. Mpote Paulo alienda walimfuata. Mpaka Paulo akakasirika. Then Paul decided to remove the demon from this woman. And immediately Paul removed the demon from this woman. What happened? The owners came and arrested Paul. Bwana Yesu asifiwe sana. These are the people sent. They are not themselves. Wametumwa. Na wametumwa with a purpose, with a mission. Maana anataka shilingi hiyo 500 mpatie. Hawezi, hata kama ako na njaa, hawezi kuitumia kwa maana amepatiwa instruction. Nenda uniletee kitu kutoka huko. Sasa hiyo kitu ndio itatumika katika kuswap. Hiyo ndio kitu itatumika katika kubadilisha destiny. Either destiny yangu ama destiny ya ministry yangu. Ama destiny ya kitu chochote ambacho mnakifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. So how destinies are changed. Destinies kwa watu wengi hapa unakuta you are born a CEO. You are born a great man of God. You are born somebody who is senior. A person who is a businessman, a business mogul. A person who is somebody is supposed to do many things across the world. A very special person. But they will take this because destinies are meant for greatness. Every person that has a destiny, you are meant for greatness. There is nobody that has a small destiny. There is nobody who has a destiny ambayo ni kidogo, ni ya kutoka class 1 kwenda 2. Kila mtu hapa alitengenezwa kufika university na kupata mpaka PhD. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu hapa alitengenezwa kufanya biashara na biashara yake ifaulu. Kila mtu alifanywa hapa akuwe mtu ambaye ni mkubwa katika jamii. Lakini kuna kitu ambacho kinafanyika katika maisha yako, unabadilishiwa mipango ambayo Mungu alikupangia. Unaweza kuwa unakuta mtoto wako alikuwa number 1 class 1, number 2 class 3, number 4, number 1 class 3, number 1 class 4, number 1 class 5, number 1 class 6. Lakini ikifika class 7 akaanza kukua number last. I love you, just take it just normally, casually. That is not normal. Ukiuliza mtoto wako alipoteza jacket, alipoteza sweater, alipoteza vitabu, kuna vitu alipoteza darasani. Na hizo vitu just they disappeared mysteriously. Alikuwa ni mtoto mwangalifu sana, lakini vitu hivyo vilipotea in class just mysteriously. Vitabu vyake vilipotea, vitabu viwili vitatu. Jacket yake ilipotea. Unamuuliza mpaka underwear yake, nasikia kuna underwear anasema sijui nani alisichukua. Unamuuliza trosa yake ya shule, unakuta ulimpatia trosa 5, lakini anakuja na trosa moja. Because kuna mechanisms ambazo zinafanyika. Kuna mtoto, alafu unakuta yeye ambaye alikuanga number 1. Kuna yule alikuanga number last, unakuta sasa wameswap. Yule alikuanga number 1 amechukua nafasi ya number 2 ya huyu. Yule ambaye alikuwa namba ya mwisho ndiye sasa ameanza kukua namba 1. Mpaka walimu wanasema the most improved child in school. Hapana, haikui kawaida, si most improved. Kuna kitu kimefanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio inafanyika mpaka kazini. Unakuta sisi umeajiriwa kazi and you are best performing person. You are working very well. And even the management is so happy with you. But unfortunately, unakuta all of a sudden kitu kinapotea kwa mikono yako. Wewe ndio ulibaki ukiwa mwisho, na wewe ndio ulikuwa na kifunguo ya store. Unasikia kuna vitu vilipotea. Na ulifuka na ukamake sure kila kitu is in order. Wewe ndio ulikuwa mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukiangalia kumepotea kitu fulani. And unfortunately again, kuna kitabu kama hii ulienda kwa store, ukachukua ukaandika vitu ulikuwa unaandika, unfortunately unaibeba, unaenda nayo. Unaikuta kama iko kwa mikono. Sasa umeingia ndani ya gari, unaenda nayo nyumbani kwa sababu wewe ndio storekeeper, utarudi. Sasa wakati hizo vitu zimepotea, kunaanza kutafutwa kitabu fulani iko wapi. Unasema niko nayo kwa gari, basi hata hizo zingine ziko kwa gari. That
unfortunate thing that happens to you, it is not a coincidence. It is an organized thing. That small thing that you see has just happened. Ati ulikuwa unafanya kazi yako, all of a sudden kazi ikaanza kuteremka chini. Ati wewe ulikuwa mhubiri mzuri, alafu all of a sudden umeshindwa mpaka kufanya maneno. Ati wewe ulikuwa mwimbaji mzuri, all of a sudden sauti imeanza kupotea. It is not just ordinary. It is not a coincidence. Ni kitu ambacho kiko kimeandaliwa, kimetengenezwa. And this thing is done by people tunawaitanga destiny swappers, destiny killers. They come and steal your star. Maana katika ulimwengu wa kiroho kuna watu wanajua kusoma nyota ya mtu. Kuna watu wanajua kusoma kazi ile what God created you, the purposes. They will want to know the purposes. Sometimes back I used to tell you, wakati nilianza kuingia kwa YouTube na nikavuma sana kwa YouTube, kuna YouTube fulani nilikuwa naenda kwa jamaa fulani. Alafu all of a sudden nikaanza kurusi memory. Ninakuja ninaendesha gari, nilikuwa nakuja Nairobi kanisani, ninajikuta niko Gong. Nimesahau nilikuwa nakuja hapa ninaenda. Ukiniambia ka story kidogo uniulize, baada nitakaa kama dakika 10 nikifikiria ni nini tulikuwa tukiongelelea. Kumbe walienda, hawa watu walienda kwa waganga na kwa wachawi. Na waganga sio wale tu mnaendaga kwa wale waganga wa Karumasira, hata mapasta ni waganga. Wachungaji wengi ni waganga. Watu wa jamii wengi wa mama, utakuta ni mama kama huyu ni muombezi lakini ni mganga, ni diviner. Kazi yake ni hiyo anafanyanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe walienda, wakati niliomba, nikaenda mlimani kutaka kuomba, maana ninapoteza mpaka kwa nyumba ninapatiwa chakula niwekeo kwa meza na ninasahau nilipatiwa chakula. Nakuja kustuka after 1 hour I had food on the table. Alafu nafikiria ni nani aliniletea, na ni mtu najua yako kwa nyumba, ni house girl. Lakini nafikiria najiuliza ni nani alileta hii chakula, ilikuja saa ngapi? Unajaribu kufikiria mpaka sasa tena unaanza kureconcile pole pole, unakumbuka ni fulani alileta chakula. Sasa unajiuliza what really happened? Unakuja kanisani kama hapa ninatengeneza sermon, kutoka pale kukuja hapa, nikifika hapa sermon yote inafutika. Sasa nitaanza sarakasi, nitaanza kuongea maneno ya watu, niongea maneno ya watu. Sasa hiyo ninajaribu kureconcile. Nilikuwa nikuja nizungumzie topic gani? Bako nakuja naangalia huko kwa kioo pale, kwa nini naona leo tumesema nini? Unafikiria ni kuangalia na angalia ni masomo, lakini nataka kujua topic ya leo. Nilikuwa nimesema na hii topic ni mimi niliambia andikeni topic hii, lakini nimesahau. It has happened to me. Bwana Yesu asifiwe sana. I struggled to be in this church for a long time. About 6 months nilistruggle sana. Hata kukumbuka hii building kuingia hapa, nilikuwa nasahau. Na bereni nilikuwa sharp kabisa, paka watu wanasema huyu mtu ako na akili mingi. Huyu mtu ako na mawazo. Huyu mtu ako na, yani ukisikiliza huyu mtu venye anasema, paka Amerika kote walikuwa wananisifu, Uingereza walikuwa wananisifu, watu walikuwa wananipigia masimu wakinisifu. Hey, you have a wonderful knowledge. Yani maneno unakwenda ulisomea. Kuna mwingine aliniuliza ulisomea university gani hii maneno? Nikamwambia mimi sijasoma sana hivyo mnafikiria. Mimi masomo yangu ni ile ya dirisha. Ni ile ya kurushiwa na mwalimu hapo kwa dirisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe wakati walijua oge ajata, wanaitangwa oge ajata. Walipojua wakasoma what I am carrying, the destiny that is in me, the power of God that is in me, walinitrack, wakanishika, wakachukua voice yako kutoka kwa YouTube, wakapelekea muganga. Wakachukua the wisdomatic words I was releasing, wakapelekea muganga. Walipopelekea muganga, walikoil. Sasa Mungu alinionyesha venye walikuwa nafanya. Walikoil, wakakoil. Ni waganga wale wanaitagwa ago. Wale wa yule mzee alikufaga alikuwa anaitwa nani? Wa Magoto, ule wa kwenu. Ni ango yako. Wa Magoto. Huyo mzee, unajua kule Kiambu nani Murang'a, alikuwa amefunga kiwanja ya Ihora Stadium wakati tuko tunaenda crusade huko. Akachija busi 7, akatoa hii manini ya tubo hii, mafia tubo hii. Wakapiga taadha, wakapiga kiwanja mzima ndio nisiingie hiyo kiwanja. Sasa mimi nilienda, wakati nilijua nilienda nikaingia kwa kiwanja na tukavuja hiyo madhabahu. Lakini Mungu ndiye atuonyeshe jamaa venye alikuwa amefanya. Tukivurumisha stima hivi, nini generator, tukaweka stima ikawaka. 10 minutes ikazima. Tukamgurumisha generator badala itoe moto ipeleke kwa speaker, ilitoa moto, engine yake kaanza kuwaka moto.
Tukajua hapa kuna kitu. Nikachukua anointing oil nikaisprinkle nikahakisha. Nilipohakisha hiyo, stima ilikuwa imesema Murang'a mzima stima ilipotea. Tulienda kwa hiyo kikigi ya stima ile inaleta stima hapa. Tukaianoint, stima ikarudi Murang'a mzima. Maana walikuwa wamezuia nisikuje kuambia watu what God had sent me, kufungua watu wa Murang'a. Because tulikuwa tumeenda kufuja madhabahu ya Murang'a huko. So naye mzee kwa sababu ndio custodian. Huyo Mugaga ndiye alikuwa Mugaga mkubwa kwa Wakikuyu wote. Kwa sababu yeye ndio custodian ya power. Ile ina control Wakikuyu wote. Maana huyo ndio walikuwa namuita Guka. Ndio custodian, ndio mwenye kila kitu. Yeye hakutuma watu wa mkono. Papa Sirimusedi alikuja. Akakuja mpaka kwa kiwanja. Usiku huo alizunguka kiwanja mara 7. Na akasema na kwenye kwa mlango mali tunaingilia akaweka X hivi, hakuna mtu akuingia. For sure kutoka saa 3 asubuhi mpaka saa 8 hakuna mtu alikuwa ameingia kwa kiwanja. Wote walikuwa nje, watu karibu 20 nje ya kiwanja. Unawauliza kwa nini hamtaki kuingia? Hatutaki kuingia, tunataka kukuangalia tukiwa hapa nje kidogo. Nikuingia sasa ndio nilienda nikaona hii ni mafi. Nikafanya kwa kuangalia kwa jukwaa yetu, tukaangalia chini ya jukwaa maana ilifungwa kama jana. Chini ya jukwaa ilikuwa imevaa mafi. Hiyo taadha ilikuwa imepigwa. Kiwanja sasa nikaambia, hebu zungukeni kiwanja. Kuangalia kiwanja mzima imepigwa taadha. Alafu kwenda kuangalia kwa gate nikakuta kuna kamuti kingine kana kuoga kama murenda. Unajua ile murenda? Waluya wangapi wako hapa ndani? Ile murenda. Hiyo kamuti tunakaitaga na Kikuyu mweba iguru. Sasa hiyo kamuya ndio kanafugwa. Unaona watu wakikimbia ulibiki. Kuna kitu wanaweka kwa wakale. Wanaweka kwa pakaba na ni hiyo mti imekoiliwa hivi inakaa kama mureda. Mureda, si mnajua mureda ile ya Waluya. Sasa imezungushwa hivi, ikasugushwa. Sasa kupita hivi nikaona mureda hiyo kitu imewekwa hapo na imefugwa, imefuganishwa, imekaa X. Hakuna mtu anaweza kuingia hapo. Na ndio naona wakati nawabiaga mnaenda kufanya spiritual mapping, wakati mnanunua shamba, wakati mnaenda mahali fulani, wakati mnatoka hapa unataka kwenda Nakuru kufanyia kazi Nakuru, wakati unataka kuanzisha biashara, fanya kitu inaitwa spiritual mapping. Ndio understand ni miti kwa kwa kuliko. Ile miti utakuta hiyo area. Bwana Yesu asifiwe sana, utatoka nje. Umesikia? Ndio usilale tena hapa kularagwi. Kodoa macho msuri, kae kodo. Umesikia? Kaa hivi. Ukiona unalala unakaa. Unashikilia hivi. Kwa sababu shetani hataki ukusikie, maana kuna kitu ilitolewa kwako. Na hiyo ndio hataki usikie. Wewe Mungu amenipatia topic kwa sababu yako leo. Bwana Yesu asifiwe sana. So nikaangalia nikaona hiyo manini imefugwa hivi. Kuangalia kando kidogo nikaona ile mti inaitwa mukunya. Unaona nani ndio mukunya? Mukunya nikala kana kama Cyprus lakini kana kwa na tumiba tudogo. Kaedagi juu sana kana tabaga hivi. Nikaona kako pale na kamefugwa tumiti 8 tumefugwa na kakaba kama kogo. Kuangalia kando sasa nikasema wewe wait a minute, msiguse na hii msiguse. Tuende padi. Kuangalia hapa nikakuta kuna madisi sweet potato. Naitwa wapi? Mureo. Sweet potato iko hapa. Nayo zimefugwa 6 na zimefugwa pamoja. Zile zimefugwa 8. Mweba igoro zilikuwa 12. Nikaona hii imefugwa 6, nikajua hii ni maneno. Kumefugwa. Hii kiwaja hakuna mtu anaweza kupata access. Hawaoni mpaka kiwaja iko ni kusikia. Sasa nikaambia watu, nendeni mhoji watu pale nje mwaulize ni kwa nini hawataki kuingia kiwaja. Wakasema kiwaja wanaongojea kajo ikuje ifugue. Bwana Yesu asifiwe sana. Atemetere ile kajo yoke higure ikuje ifugue kiwaja. Na ndani speaker ziko na mpaka jukwaa ile tumeweka ni ile inakuwa karibu half acre. Jukwaa kubwa. Huko muziki ile imewekwa kule. You've never seen it. Goma inapigwa kabisa. Waibaji wamefika kwa kiwaja. Batila ile raia yote wanangojea kajo ifugue kinini? Atikajo imekatasa. Sasa huko nje rumors ilikuwa inasema Waruinge amekatazwa kuingia kwa kiwaja na kajo. Na kajo mlango ni open. The mlango is open na ni milango 3. Zote ni open. Nikaenda kwa mlango hii nyingine nikakuta the same na taadha kila kitu. Alafu nikaenda kwa ile mlango main nikakuta mpaka matumbo ya ng'ombe. Ya busi hiyo walikuwa imewekwa lakini imefugwa ikudo 7. Matumbo inafugwa. Inakuja inafugwa. Vifugo nani? 7.
Sasa watu wote walikuwa nasema Waruinge anafanya nini? Amefugiwa kiwanja, kajua amemkataza. Alikuwa amelipa lakini kajua amemkataza. Na akasema ni wanasiasa wanamzuia. Hawako wanajua si mwanasiasa, ni mganga mkubwa wa Murang'a anaitwa wa Makoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikaenda nikachukua anointing oil. Nikakuja nikamwagilia hiyo. Tukamwagilia zote, tukamaliza. Kwenda kwa kiwanja, kuingia kwenda sasa mimi nikienda, niliona umati mkubwa unanifuata. In 30 minutes kiwanja ilikuwa full capacity. Watu karibu 10,000 wamejaa kwa kiwanja. Lakini tungetoka hiyo kiwanja tukisema namna gani? We Joel, tabodi hauja. Just go kwa nje. Ona roho ya turarega. Na niwe wikaraga guko. Unaona roho ya raikiria ado makome. Mtodwali wa Makoto. Bwana Yesu asifiwe sana. So sisi tungetoka kwa kiwanja tukisema watu wa Murang'a wamekataka kutusikiliza. Nao watu wa Murang'a walikuwa wametayarishwa kuambiwa nini? Kiwanja Waruinge amekatazwa kiwanja kwa sababu kajo himtaki na wanasiasa wako hamtaki. Lakini kuna kamzee kalifuka kiwanja. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wako nje ya barabara, maana hiyo kiwanja imezungukwa na barabara hivi. Watu wamejaa, hawataki kuingia maana kiwanja haijafunguliwa. Kwa hivyo kuna strong man. Na huyo strong man ndiye alikuwa ameshika kiwanja na ameifuga. Sasa hakuna si kajo, there is a strong man. And this is what I'm talking about. There is a strong man ambaye amekamata destiny yako. There is a strong man mwenye amekamata. Maana siku hiyo tulikuwa tunaenda kuvuja madhabahu ile iliyowekwa ya Maumau na wale watu walikuwa home guard. Maana Maumau walikasi home guards. Na wakakasi home guard, alafu kutoka siku hiyo hakuna mtu ambaye ametoka na familia ya home guard amewahi kusurvive vizuri. Lakini hiyo ndio ile madhabahu tulikuwa nani kuvuja ya Maumau na ya home guard. Kumbe wa Makoto ni mmoja wa home guard. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio custodian, ndio ameweka na ameshika hiyo madhabahu. Sasa alituzuia tusiingie. Lakini wakati tulijua, tulienda tukabomoa hiyo madhabahu, tukaiagusha, tukaingia. Kuna vitu vingi zimekufuga hapa. Na si vikubwa, ni vitu tudogo tulishikwa tu. Mtu alichukua ile kausi ya sweta, akakudeka kikudeko moja, akakudeka ingine, akakudeka 3, akakudeka 4, akakudeka 5 na akamaliza na akakuweka hapo. Sasa wewe utaishi maisha yote unahangaika, ukienda kufanya kitu unakamatwa na ugonjwa fulani. Ugonjwa unapimwa leo unaambiwa uko na kansa, kesho ukipimwa unaambiwa ni H pylori. Kesho kutwa kipimo unaambiwa ni malaria. Kesho kutwa kipimo unasikia ni kitu kingine tofauti. Unasikia ile original disease uliambiwa hakuna. Na unakuta struggles zimekuingia one after the other one. Watoto wako they are struggling. Wewe you are struggling. Everything is not working in your life. Kuna vikudo ziliwekwa. Kuna mtu alichukua. Sasa ndio hiki ndio kujaga. Unakuta hata ukiingia kanisani kama hii ama bwana yako sasa tuseme nikutumie. Lakini bwana anatuangalia. Usinipigishe vita. Sasa tuseme wewe ni mke wangu. Nimekuwa. Wakati ulinioa, tuliona wewe ndio ulikuwa na pesa. Wewe ndio ulikuwa na akili na mambo mingi. Tulikutana ukifanya biashara kubwa, ulikuwa na biashara. Yaani wewe ndio uko na manto, wewe ndio uko na hiyo kidole ya kufanya kazi. Mimi nilikuja kwako, nikakuta ukiwa na pesa yako milioni 5, 10 kwa akaunti yako na kazi ilikuwa mzuri. All of a sudden tukioana unaanza kusikia kazi imeanza kufanya nini? Imeanza kuteremka. Kazi inateremka. Sasa unashangaa, ni kuomba siobi ama ni nini? Na sasa hiyo mpaka unaongeza maombi unaenda kataroni. Unaenda the more you are increasing maombi, ndio unaendelea kuanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kimwanaume hiki kilikuja ndio kimebeba ile maneno na kusubua. Unaweza kuolewa na mtu ufilisike. Unaweza kuoa mwanamke ufilisike. Unaweza kufanya jambo tu limalize hii kanisa. Naweza tu mtu anaweza kuingia hapa nimpatie kazi ya Asha peke yake. Just Asha. Usikie kanisa mzima imeanguka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweza kumleta hapa umfanye pastor, ati ni assistant pastor ama umfanye kitu, unasikia kanisa mzima imeanza kusambaratika. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio amebeba hiyo kitu ya kumaliza.
Na sio yeye amebeba, amebebeshwa. Maana wale walimtuma hapa, si yeye alijituma. Ni kuletwa, aliletwa hapa. Na akakuja akiwa mtu mzuri sana. Unaona huyu anafaa kuwa pastor. Ama unaona mtu mzuri sana, huyu anafaa kuwa bibi. Ama unaona mtu mzuri sana, anafaa kuwa bwana. Kumbe si bwana. Ni psychologically umechangewa, umeswapiwa. Destiny yako zimebadilishana. Sasa wewe unaletewa the wrong man, ama unaletewa the wrong woman. Unaachana na yule mke ambaye anafaa kuwa wako. Unakibiria mwanamke kama huyu kwa sababu amefiga kitambaa mzuri. Unaona na hii maguo ya mafiriri huko, unaona huyu ni Mkristo mzuri, ni mtumia to no yako higia. Mudogo to waziri. No ugirehero tuge, urehero oyo, no urehero oyo ri. Ugicagura uriko. Ugi oyo. Todo ena Ngai. Githenege dito. Gekahumbo nguo cia Ngai. Sasa ukimpeleka kwa nyumba, ile maneno utaanza kuona one after one, ni maisha yako ikiporomoka. Na itaporomoka mpaka ishe. Iende kabisa mpaka mkue zero. Unauliza Mungu, ni nini nilifanya? Niki yake kile. Nigetha maisha yako maseje huko. Kumbe there is something that was swapped from you. Kuna kitu kilibadilishanwa. DNA ikabadilishanwa. And this destiny, and any destiny of a person is meant to help you. It is meant for the greatness of your life, meant for the greatness of whatever you are doing. Lakini nakuta these people, how do they come into your life? They come into your life because we help them. Ndio wapenye, ndio wakupenye, lazima wafungulie mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio watu wakuje wabadilishe ile kitu iko ndani yako. Lazima, kwa maana ni kitu sealed, ni kitu sealed. Biblia imetuambia nini? Some were given evangelism, wengine wakapatiwa mapasta, wengine wakapatiwa nini, wengine wakapatiwa nini. Sasa hiyo ni kitu imetoka biguni, ni yako. Kwa hivyo kama usipowafungulia mlango hawataingia, lakini ukiwafungulia mlango ndio wanaingia. Kwa hivyo kitu kimoja kinafanya hawa watu watuingililie, ni milango tunafungua. We give them, we help them to swap our destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Most of us ambao tumelose destiny zetu, tuliwasaidia. Hallelujah. Ulipata na kimwanaume, ukiona kimwanaume ni kizuri, kinapendeza, ni kitoro daka de hadisam, ukakipeleka. Kumbe ni kimwanaume kia kutoka kwa kuzimu. Ukapata na kimwanamke kizuri, ni nyota, kinameremeta kumeremeta. Kunameremeta, unapeleka kwa nyumba. Kumbe kwenda tu kufungua zipu yako, the end of you. Utastruggle another 10 years, another 20 years. Unakuta mikosi ile imeanzana na wewe ni one after the other one. Hii after hii. Ndani kimwanamke ukikiangalia kilikuwa mpaka na porado. Kinaweka pesa hivi, kinapaga hivi, bako na shaka huyu mwanamke anatoaga wapi pesa? Kumbe kuswap, akitumika katika ulimwengu wa giza, milango yake inafunguka. Akifaulu kufunga mlango yako, yeye anaenda analipwa. Na analipwa na style ya spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. So these people wako kwenye kazi. Hawa ambao wanabadilishaga destiny za watu, wako kwenye kazi. They don't do that just like that. Utapata na kisichana kizuri, mpaka mnaendaga Serena, mnakula, mnaenda mahali mnakula vizuri, mna enjoy life. But unfortunately, kisana kilitumwa, kinakuja kinakumalisia. Kingine kinakuja mpaka hapa kanisani, kinakuja pale kwa ofisi, nikisema kizuri, kama kwa pastor ukiangalia hivi unaona wow, umepata watu wazuri wa kanisa. Kumbe ni destiny swappers. Amekuja tu anataka kutap, umfungulie mlango apenye. Akipenya atabadilisha hii kanisa yote. Akibadilisha anaenda, maana amemaliza kazi. Wale watu ulikuwa unategemea amekuonyesha watu wote ni wabaya, huyu ni mchawi, huyu ni mrogi, huyu ni nini, huyu ni nini. Nilionyeshwa usiku fulani, nilionyesha usiku amekatakata nyoka, amekuwekea kwa sahani na kaugali. Haya fulani, paka uko ndani yako ya moyo. Alafu nakumbuka huyo fulani ndio alikupikia kasamaki jana. Kumbe kalikuwa nyoka, haikuwa samaki. Unakumbuka fulani, huyo naambiwa ndiye alikuletea matunda. Niwe orade ile matunda. Kumbe hiyo matunda imekaragiwa mahali nimeletewa. Sasa unaanza, huyo ndiye aliniletea matunda. Kutoka sasa kesho nasema, Nabia Joel, naona mtu yule wekeleta green. Ninaangania. Si hawa na mheshimu sana, ni mama wa kanisa. Sasa namwambia huyo mtumia, ni dry was in my spirit, si mtu mzuri. Ninasikia ndani ya spirit yangu si mtu mzuri. Ninaona hata siku ile mlikuwa nasikia nikisokotwa na tumbo, ni yeye, maana ndiye alikuwa ameleta matunda ile nilikula. Nani amepanda bego? Ni haka kamepanda bego.
Sasa nimeanza kukuchukia. Sasa na huyu naye anakuja na pada bego na kuchukia. Na huyu mwingine anakuja na pada bego. By the time I come to realize, nimemaliza watu wangu wote wa karibu. Na wakijua watu wote wamemalizika. Sasa wanakujaga na kefoi kwa sababu uko naked. Wanakuwekelea kichwa, unaaguka. Wanamaliza, wanaenda next destiny. Maana washamalizana na hiyo destiny. Kwa hivyo, how do they do it? One thing, it is we who help them. Sisi ndio tunawasaidia. That is how the destiny killers come into your life. You help them. Kile kimwanaume ulikipenda, ukakileta kwa maisha yako. Kile kimwanamke ulipenda, ukakileta kwa maisha yako. Kale kasichana uliona kanaweza kufanyia kazi mzuri sana, ukakaleta kwenye kazi. Kale kamwanaume uliona huyu ni very hard working, ukamleta kwenye kazi yako. Huyo ndiye alikuja, ndiye amekumaliza. So you opened the door. Number 2, how do they come? They weaken your spirit to ensure you operate on a low frequency. They weaken. Wanakuletea maneno na maroho ya kuweaken spirit yako, ndio uoperate on a low frequency. When your spirit is strong, demonic powers, they don't come near you. So they watatafuta kabinu kokote mpaka make sure weaken spirit yako. Kitu ya kwanza ataleta charms. Ataleta urogi, ataleta vitu zingine ambazo atakuwekea kwa chai, atakuwekea kwa chakula. Ukikula unasikia spirit yako imeenda chini. Kama ni mwanamke make sure amelala na wewe. Kama ni mwanaume make sure amelala na wewe, ndio akukamate. Mkilala na yeye, your spirit is weakened. Ikikuwa weakened, the attack is easier. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why Mkristo anaambiwa oba kila wakati. Remain praying. Remain ukitoa sacrifices. Na ukiomba kila wakati. Pray. Do not hesitate to pray. Bwana Yesu asifiwe sana. Because watakuja kama siku moja tulikuwa hapa na tulikuwa na tukifanya deliverance. Kuna mtu alikuwa ametumwa kutoka kuzimu. Na huyu mtu alikuwa ametumwa kutoka kuzimu. Mimi nilimuona maana alikuwa amekaa pale. Nilikamuona huyu ni mtu wa huko ndani ya maji. Sasa huyu wakati nilianza kufanya deliverance, nikaambia watu wapande hapa, ninataka waombe hapa because this place is very hot hapa. Very hot. Ukikuja na kiti yote lazima iagamie hapa. Sasa kijamaa kilikuja kikaona, na alafu nikaita huyu wale nilitaka wafanyiwe deliverance. Huyu nikamuavoid deliberately. Maana nilijua huyu amekuja on a mission. Hakuji deliverance, but she was here on what? A mission. Anataka kanyage tu madhabahu ndio ainajisi. Ikinajisika wale watu wanakuja kutafuta utukufu hapa wanaukosa. Bwana Yesu, maana alikuwa na hizo vitu. Alikuwa kuja aziagushe hapa. Akiziagusha hapa sasa nitunyoka in the spirit, kataingia ule yako huko, kataingia na mimi kataniingia na nitaanza kubehave kama tunyoka. Mimi nikamsense, nikamjua ndiye ule. Sasa tukiwa hapa katika maombi, tunaomba tunatoa miomba kabisa, tumezama kuomba. Niliona huyo mama amelala hapa chini. Akaanza kukuja kama nyoka. Anakuja kama nyoka because alikuwa anataka apande baka afika wapi? Maana huko coordinate zao zinamwambia sasa anza kupada baka katikati hapo, kwa sababu walikuwa na communicate in the spirit. They are because yeye ni kubeba, amebeba mzigo ndani yake, hiyo mzigo ya kukuja kuachilia mabomu. Sasa kuna wale wanamcoordinate remotely huko, wanamwambia sasa answer, this is the time kugoga. Sasa hizi ndio wanafaa kugogwa. Sasa na yeye akaanza alitoka kwa hiyo kiti akakuja swing. Namchukulia tu akikuja. Akikuja kivika hapa naye Mungu akaniambia sasa goga. Nikagoga twa. Nikaona ameanguka chini, amelala hivi. Coordinate ikakufa huko. Nikashinda hiyo vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama ningemkubalisha akuje mpaka hapa, ningemfungulia milango na tungeteseka. Kanisa msime ingeteseka. Maana alikuwa ametumwa na the highest ranking. Wale wakubwa, Lucifer mwenyewe ndiye alikuwa amemtuma hapa. Na alikuwa amemwambia huyo jamaa ametuharibia ufalme wetu. Ametoa watu kutoka kwa giza wengi sana. And this is the time to hit now. Na kuna ile date wanapaga. Kuna wakati you are weak. The date, kuna date ambazo wanajuaga. If you hit this person this date, ama if you do this date, ama this month, ama this year, this is how to penetrate. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wanajua the time, date and the month ya kugoga. Hawagogagi kila siku. Hawaongagi kila siku. Kuna timing wanafanyanga, ile inashikana na date na nyota yao na power zao. Kule wanatoka power, maana zinatokanga zikiwa na code.
They are coordinated. Kuna code ambazo zinatumika when to hit you. Utakuta mwaka mzima hawakuguzi, mwezi wa 9 ndio umepagiwa kugogwa. Na hiyo mwezi wa 9 ndio watapaga kila avenue. Watapaga ile mlango ataki. Ama yani wata make sure hautachomoka, lazima utagogwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because they know this is the month that we kill. This is the month that we recruit. This is the month that we harvest. This is the month that we plant. Kila mwezi kwa mashetani kuna mwezi wa kupanda, kuna mwezi wa kupalilia, kuna mwezi wa kuvuna, kuna kila, they are organized just as we are organized in the kingdom of heaven. Pia kule wako organized. So wanajuaga mwezi wa kufanya hii, kuna mwezi wa kufanya hivi, kuna mwezi wa sex. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwezi wa sex, utakuta kanisa mzima inafili sex. Maana ni mwezi huo. Na hiyo katika sex ndio watu wanakuwa weekend. Katika sex ndio unakuta watu wanafanya nini? Unakuta declare na huyu, basi mimi nimekuwa weekend, huyu amekuwa weekend. Wewe unarushia huyu hiyo pepo. Huyu na yeye analala na yule anakuwa weekend. Huyu na yeye analala na yule. Unakuta watu wote. Mkikosa kulalana na hapa, unakuta ukitoka nje kule utapatana na mtu atakulipia kiti kwa gari na mpedane. Na within few minutes unasikia mko kwa room. Ni mtu hujui, mtu hujaiona, mnasikia mko kwa room. Kwa nini? Ni agent, ni monitoring spirit. Walikufuata. Walijua huko kanisani kumeshindikana, wanakugojea kule nje. Wanajua kule unafanyia kazi, kule unafanyia kazi kumeshindikana, ama kanisani kumeshindikana, wanakugojea kule unafanyia kazi. Huko unafanyia kazi unasikia kuna loan unataka kukuja kuchotwa. Auctioneers they are on the road. Kimutu kama hiki kinakuja, unaona kinakuja, mnaongea mpaka kinakusaidia, kinakwambia nitakulipia hiyo pesa kidogo wanahitaji, unalipwa. Unasikia unasema oh my God has just remembered me. Kumbe si Mungu amekurimember, walikuwa nataka kufungua mlango. Wamefungua kutoka hapo, the next 10 minutes ndio huyo kwa rumu umefungua mlango hiyo ingine. Kisha wewe kutoka hapo huyo mtu hautamuona tena, na ile pesa alikuwa amesema amekutumia unaenda kwa account na ulikuwa umeiona imeingia kwa simu yako, ukiangalia unakuta hakuna. Washamaliza kazi. Kutoka hapo unasikia mizigo yako imechotwa, kila kitu, biashara yako imefungwa. Na unasikia kutoka biashara yako kufungwa, msee na yeye ametoroka, ameenda, na yeye amekuacha, unabaki peke yako. Maana kuna kitu kimebadilishana, kuna kitu kimenyakuliwa, kimeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what causes so many of us to suffer. Hiyo ndio imefanya huduma nyingi sana zimeanguka. Maana wakati kuna attack, hatuelewagi attack ikikuja. Wakati kuna attack, hatujuagi, tunaonaga watu wazuri. Tunaonaga mtu ni Mungu amemtuma. Sio watu wote wametumwa na Mungu kwako. Hata shetani ako na uwezo wa kutumana. Na atakutumana na utakamatwa. Na wanakujanga when they come to the need, when you are in that need. That need ambayo imekusumbua sana. That kind of a problem, that kind of a challenge, hiyo unapitia. Sasa hiyo ndio wanatumanaga. Na wanakujaga wakiwa real. Baka unaona unasema wewe kaniwe gai. Wanajua jana ulikuwa naomba nini, maana mnaomba kama mnaanelea. Baba ninakuomba nitumie tu mtu baba. So ulimtumia Elija kogoro akamulisha. Baba nakuomba nitumie kogoro yangu. Kogoro ambaye itanisaidia. Unaomba. Wale wanasikia kogoro, wanatengeneza kogoro wanakuletea. Mbako neba kama nganga kogoro alimulisha Elija. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana walisikia ukiombewa milango yako imefunguka, wanaenda wanafungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kitu ambacho mnafaa kukielewa zaidi, maana ndicho kimemaliza watu wengi. So they weaken your spirit. They will find all ways. Watakuletea uchawi, watakuletea makasiriko. Tukasema sana makasiriko imetumika sana. Mimi hapa naletea kwa makasiriko. Hapa nikihubiri hapa. Kama sasa si yule mama alikuwa pale. Alikuwa sukari yangu ilikuwa imeanza kupanda. Na ingepada. Hiyo message zingewapatia. Immediately ingefutwa nipatie message nyingine. Nipatie message ya love. Sasa ningeanza kusema, do I look handsome? Si mnanina nakaga handsome. Sasa najua mimi sasa hata sasa nimeamua next month lazima nitafute mtu. Message ile nilikuwa nayo imeenda. Sasa ikiwa karibu kumalizika ndio nakumbushwa. Kolika ndio ni message. Maana wamejua kugoga ndio bado wanakuja kukuuliza message ile ulikuwa unapanga kuhubiri imeenda wapi? Ni shetani bado anakuuliza. Bako na oh my God, nimehubiri nini leo?
Kumbe umeswapiwa. Hata hapa ninachejiwagwa. Mimi mwenyewe nishaichejiwa. Nakuja hapa naona Joeli amefanya vituko zake, naanza kugobanisha Joeli. Nagobanisha Joeli, nakuta huyu amefanya nagobanisha, nasema huyu nagobanisha. Wako wapi maasha? Hii ni kazi gani mnafanya hapa? Jamani, nimetugere kwenu. Topic inapotea. Na hapo ndio nilikuwa nawaambia how they did with my brain. Wakati nilienda kwa mlima nikaomba, niliomba siku 7. Lakini hata kuomba hiyo siku 7, hasikuomba siku 7. Kama niliomba sana, niliomba 2 hours ama 1.5 hours for those 7 days. Maana nilikuwa naomba ninasahau. Mpaka nasahau, naanza kumwambia shetani, ninakupenda sana. Wewe ndio ulinisaidia shetani, na kukemea shetani katika jina la Yesu. Ninakuharibu, navuja mipango yako yote, na sambaratisha katika jina ya shetani. Rima kayando robosaya shetani kantori maha. Unakuta kuomba kwote nimewekwa ndani ya shetani. Sasa ninamuinua. Si baba yangu Harrison hapa. Simuliona kule kwa Kegei. Ndio ujue shetani ni mbaya. Akiwa kwa Kegei aliambia Karago namna gani? Shetani akulinde. Alirudi tena kusimama kusema sikuwa na maanisha hiyo. Nilikuwa nasema Mungu akulinde. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna kitu kinataka kuswap kiharibu. Tangu siku hiyo unaona Kegei venye kamehangaika. Maana kuna neno lilinenwa huko. Na Harrison hakuwa na ubaya. Alikuwa anasema Mungu akulinde. Lakini akagonyorwa mdomo ikasema shetani akulinde. Imagine mzee kama huyu Archbishop akitoa matamshi kama immediately wakakata hiyo kitu haraka, maana walikuwa wameiset. Si eti kumaanisha kwa sababu wewe ni Archbishop ama wewe ni prophet ati shetani hawezi kukugoga. Wanakugogaga sawa. Kwani Yesu hakugogwa? Si aligogwa? Yes. Yesu aliona mti inaitwa mkoyo. Walikuwa na njaa. Akaona mti pale akajua pale tunakula matunda. Todie. Na akaconvince. Si niliwaambia tutakula. Tuliwaambia Mungu atafanya kitu tutakula matunda. Kufika huko mti haina hata ngo. Ile makasiriko iliingia huyo jamaa. Alilaani hiyo mti mpaka saa hii ipata amani. Si hiyo ni makosa alifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu anaweza kuwa attacked at any time, at any point, it doesn't matter where. Huyo bishop wetu aliatakiwa kwa Kegei. Alisimama tu akaambia Karago, shetani akulinde. Na wale walikuwa wamemtega kwa hiyo, maana walifaulu kupenya. Walifaulu kumpenya. Walitafuta atmosphere, ground. Na hii ground ilipatikana na nani? Ilipatikana kwa sababu usiku hiyo mtu anaitwa Ben alikuwa ametoka kwa dama. Na mtu wako na bibi wapi? Ako kwa bibi kwa nyumba. So the ground was fertile. Si dama alituambia? Si alituambia? Bishop aliuliza, Ben, ni ole na mutumio getigo oyo? Akasema, oyo nowe. Bishop Ben, dago shokira rege. Ni ole na mutumia oge? Tiga oyo. Sana oyo. Na gaine moira. Na alikuwa ametoka kwa nani? Kwa dama. Hiyo ni ground. Hiyo ndio konyora mzee. Hiyo ni ground. Mzee akafanya nini? Akaachilia na shetani akulinde. Sasa kwa maana walikuwa wamemteka kwa hiyo, walikuwa wameweka mtego kwa hiyo. Walikata kabla hajatoka kwa madhabahu. Walikuwa wamekata na ikaenda viral. Ikaenda viral dunia mzima. Bishop amesema shetani afanya nini? Akulinde. Sasa akiangalia simu yake anaona kitu inaenda viral. Na imetoka kwa hapo bwana. Imetoka. Hata si watu wa kanisa walimwambia, aliangalia kwa simu akaona kitu kanaenda atendeke maragwa. Hapo ndio alijulia ati alisema hiyo neno. Akaamuka, akaenda kwa madhabahu, akakanzo. Lakini washafanya nini? Message isafika kule ilikuwa inatakikana. Bwana Yesu asifiwe sana. They only need that small chance. That very small. That the small. Hiyo legal ground. Hiyo kidogo tu. Hiyo ndio wanataka kwa kuataki. Na kwa ataki inaendaka faster kuliko kubadilisha. Kwa sababu alijaribu kusema na hakuna mtu amewahi kuweka hiyo kitu alisema. Nilikuwa nasema Mungu akubariki. Hakuna mtu amewahi kuweka. Hakuweka. Hata Kegei mwenyewe hakuweka. Hata mzee mwenyewe hakuweka kwa dini yake. Kwa sababu kuchange
inakuwa kitu kasigiri. So they weaken your spirit. Hapo hiyo wali weaken msee spirit kupitia jamaa alikuwa milala kwa nani? Kwa jagiri. Hiyo ndio ground ilitumika kuweka msee aongea maneno mengine. Na ndio maana msee anakuwaka na wasee kule unaenda unapelekwa interview, unaulizwa unafanywa interview. Hata kama sasa kwa sababu ninafanya ordination, nitaenda nitakalizwa chini tabia zangu. Labda wametuma watu wanakaaga hapa wakichukulia wakijua ni nini, wanawaulizaga maswali, huyu apostle muigua ate ahikire atwarana na hiki ate huko kuna wametuma, nimeona 2 3 wamekuja huko. Najua hawa wamekuja kuchunguza kuangalia kama niko sawa. Mzee hata mimi ndio niliambia mzee chunguza hata mimi nichukuse vizuri. Simu nakumbuka wakati tulikuwa tunafungua kanisa, kuna kimama nilikuwa na kilikuwa kigirlfriend kiagu 2001 1989 ndio kilikuwa kigirlfriend kiagu kiapo kwangu. Unaona hapa kwangu hapa juako hiyo kabarabara kakuteremka huko kwa ule mkaba alikufaga ule walikuwa jeshi la wokovu, si unamjua hiyo kimsichana yake kilikuwa kigirlfriend kiagu. Sasa tulifukua hii nyumba lini? Last year Batuan. Ni last year ama ni last year? Ni last year. Ali last year, si ndio? Tulifukua last year. Ndio tulifukua hii Kigogona. Si ndio Harrison alikuwa hapa? Sasa imagine kutoka 19 ilikuwa 2019 1999 ndio tulikuwa urafiki. Ndio alitumia siku hiyo nganga anakuja hapa. Ndio alimtumia akamwambia huyu jamaa aliniweka miba na niko na mtoto wake. Unaenda kuordain jagiri. Unaenda kufungulia jagiri kanisa. Na hiyo ka message kalienda viral. Kalienda far and wide. Baka mapasta wa ngabo wananitumia. Wengine wakapigia Harrison. Na watu hokanagia. Modoshi utarora rugano rwake. Sasa na mimi nilikuwa na weapon yangu. Kamama kumbe the same kamama kanasema nilikuwa na mtoto. Kalikuwa kamesema Uhuru alilala na yeye akamsalisha watoto wangapi? Sasa immediately nikatumia nganga. Nikamwambia basi sikiliza hii na usikilize hii. Sasa ufanye maamuzi yako. Sitaki kujitetea. Sikiliza hii na usikilize hii. Alafu tena kalikuwa kamesema kalilala na Joho kakazaa mtoto. Nikatuma ingine ya Joho. Nganga akaenda, maana kamati yote ya kanisa ilikuwa imekaa chini kuambia mzee luko udogothia. Bwana Yesu asifiwe sana. Luko udogo katia dogothia ni uguthukia retwa. Mundu ucio no tugukanagia. Mundu ni agakuhaka ndoro. Sasa nikamrushia wakiwa kwa meeting sasa wakimconvince nikamrushia ya Uhuru. Na nikamusia ya Joho. Akawarushia akawaonyesha. Sasa sikili naye akawarushia akawaambia sasa tusikilize hii ya Waruinge na tusikilize hii ya Uhuru na hii ya Joho tufanye maamuzi. Wakakuta kumbe ni kama mwanamke kamkora. Hiyo ndio ile kazi wanafanyaga. Na mbona kafufuke, mbona kakuje wakati ninakuja kufungua madhabahu? Because wanafanyaga kitu. Ni demons zinafanyaga kitu 10 years na hiyo kitu inawekwa for a particular time. Walikuwa wanajua hii siku ndio litafanywa kanisa itafunguliwa. Ndio Kigogona nitapatiwa Kigogona na Mungu. So hako kamama nililala nako siku hiyo for the purposes ya hii miaka 21 baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Herode alisema vitoto vyote vya makabili viuliwe, si kwa sababu ya hiyo miaka 2, hapana, it's because of that years to come. Yesu alianza kazi that years to come. There's watoto wa miaka 2 walikuwa nauliwa because of that years to come. 28 years. The devil does not do it today. Alifanya kitabu. Ukiona mtu amelipukiwa, ukiona mashetani imetumwa, walijua na wakapanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Walijua na wakapanga. Ndio kwa maana tunaambia kwa ikale muigwete. Every time kuwa mkiwa strong. Paka wakati maana Mungu atatutendea. Na Mungu atajidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo dinaambia when they weaken, kwa sababu wanajua utaenda kubarikiwa mwezi wa 10, ndio gari yako inakuja, ndio biashara yako inakuja, ndio ndoa yako inakuja, ndio maneno yako inakuja. They will plan before that to weaken you. So they know how to weaken. They know unaenda kubarikiwa, they will weaken you. Ndio unashikwa na hasira, unasema ni dikwenda. Modrome kale dhuru wale.
wana madai mageturaga. And that is the time God was coming. Ukibakisha miezi ngapi? That's the time. Kimwanaume kinakuja kinajua wewe unaenda kubarikiwa. Kinaekuletea Tanzania, kinakuletea hilisi. Ndio kikudisi. Kwa kabisa. Si mwanaume mbaya. Yeye anafanyika vessel. Amefanyika chobo cha kuharibu mambo yako yote. Ndio unakuta kitu ulikuwa umeanzisha kimeanguka. Things that you had planned for 10 years. Unasikia mtu, I have invested for 20 years because of this time. But it all has gone. Umetengeneza tu pesa. Umefikisha milioni 6. Sasa unasikia kaproti maguta. Unasikia proti, na ni proti ya half an acre na inauzwa rahisi. Kule zingine wanauza milioni 8. Sasa unaambia huyu ni mtu amepata kashida fulani, kuna mtu mgonjwa anataka kwenda kutoa hospitalini. Anauliza kama kuna mtu anaweza kutoa milioni 5 tu hiyo kitu ishe. Sasa si unakuja na kiherehere yako na pesa tulio umesave over all the years umesave. Siku hiyo ndio unaona kanyoni wang'ethe. Unaenda na wapatia pesa kila kitu. Unapatiwa title. Unaona umesaini kila kitu. Ukienda kuweka fence, mtu mwingine anakuja na kuambia mchaba ni yako na title ndio hii. Ukiangalia title yako mpaka unaona ni fake wewe mwenyewe. Hata uabiu na roya, uabiu na mtu, ukiangalia hivi unaona ni fake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka unashindwa. Ilikuaje mpaka nikadanganywa? Ilikuaje mpaka sikuangalia? Na unaona kwanza ukisaini ilikuwa ya Machakos. Sasa ile imeenda kutolewa unakuta ni ya Kajiado. Kumbe uko na title ya Kajiado. Na shamba iko Machakos. Mwenye mshamba anakuja na title anakuambia this is my title. Na ni nadi Machakos. Wewe unaenda kutoa yako unaona ni Kajiado. Unashindwa. Wadhiri atia kulifanyika nini? Waliswap. Akili zako zilitolewa. Sasa hawa Wakorino, unaona nimesahau. Najaribu kuzungumzia hiyo ya watu walinifanya hivyo na divert. Si mnaona? Nimezungumza sasa ni mara 3 naenda kujaribu kuigoga, lakini ninaondolewa napelekwa kwingine. Kwa sababu iko bado na effect mpaka leo. Maana wakati nilifanya hivyo, walienda wakati niliomba. Niliomba kabisa. Like for 7 days. Ile masaa nilicombine naona nilijaribu kuomba vizuri. Niliomba 1 hour. Lakini na 1 hour hiyo niliomba, nilikuwa na msifu shetani. Baba, katika jina ya shetani ninakuomba labakanka ngamborobo saya. Baka na robokontia, na robokaya, mpaka unashindwa marobokoto hizi ni za kutoka wapi? Si za kawaida, ni za shetani. Maana wao walinitoa. Ile kitu walitoa brain yangu in the spirit. Wakaenda wakakusanya makoko, wakatengeneza kama brain, wakaniweka. Sasa ni nini ilikuwa kwangu? Ni makoko. Hivyo ndivyo anafanyanga mtu in the spirit. Walinitoa brain wakaniweka makoko. Nikaanza poteza memory. Walinibakishia kama memory kadogo kadogo kakunifikisha nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how they managed to manage kunidelay. Nikakuwa derailed. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 3, how do they attack you? By delaying. By causing a delay in your life. When they cause a delay in your life, utaanza kukua desperate. Because a delay has been initiated. Sasa unaona umezeeka, una mtoto, una nini, umezeeka, ukazie whether mwanada anaonekana, sasa unashindwa, sasa nitafanya nini? Sasa katika hiyo delay unaanza kutafuta nini? Madefiner. Madefiner unatafuta, unaenda sikia kuna mganga kutoka wapi? Kutoka Taga. Ako na dawa ya kuzaa. Sasa unasikia unajua usho mganga ni Wataga. Na si unasikia kwa watu Wataga wako na dawa mzuri. Unaenda huko. Ukienda huko kwa sababu hiyo kitu nilifanyanga huko Nakuru nikiwa muhuni pale Nakuru. Nilikuwa mganga hapo Shabab, mahali panaitwa Shabab. Nilifanya kazi ya uganga hapo. Na nilikuwa tunatibu wa mama ambao hawazaagi. Sikuwa na dawa ya kutibu kazi na nguvu za kiume, sikuwa nayo. Sikuwa nashughulikia sana nguvu za kiume, ingawa kwenye ubao ile nimepigilia kwenye posti za stima nilikuwa nasema tunatibu nguvu za kiume, tunatibu nini, na wale wa mama hawapatagi watoto. Sasa wao ndio walikuwa nakuja weki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa unaona huyu mama amekaa mzuri asikie hiyo. Naona mpaka tuusikizi tumeisha ndio musikie gani hiyo. Sasa tukiwa Nakuru sasa nakuja. Mama unaona mama anakuja na kuna mama moja by then siku hizo alikuanga PS mkubwa kwa serikali alikuja. Maana nilikuwa nimeandika
mganga kutoka Zanzibari mwenye nguvu za kipekee. Wamama walikuwa, mama mnakuwa na shida kai mwemadhina maiki. Wamama walikuwa kila siku atakosa wamama 20 between 20 and 30, na hakuna mama alikuwa analeta less than 200,000. You can imagine how I was making money. Lakini Mungu kuzia nakuanga niko na kiaraga ya udhodeka besha, si ndio? Hata kiresi nachokera uga ukiangalia sio ni kidole ya kutengeneza pesa. No pesa ni siokaga. Sasa mama akikuja, maana unajua wewe si mganga, ni pesa unatafuta. Sasa unamwambia aende, unamweka dawa, unamweka tumekuwa tumesiaga makaa na jivu tunaweka huko ndani, na uga ya jogoo unaweka hapo ndani. Sasa unampakia uga ya jogoo, unapakia makaa umesiaga, na unapakia jivu, na unamkata ile kamoto ya mkidoli, unamfugia tumiti kama 5 za mkidoli. Anagojea 200. Sasa namwambia hii ni ya kusafisha tumbo, ni ya kukutengeneza na kukufugua. Sasa utaenda utafute ndugu wawili. Ndugu wangapi? Wawili ambao ni wamezaliwa wakiwa mapacha na mmoja amekufa. Umlete mkuje na yeye, ndio sasa tufugue hapo kwingine. Sasa atatoa wapi? Anatoa wapi? Anahangaika. Anapotea kabisa. Lakini to my surprise, kwa sababu hii kitu ilinishangaza sana, baadhi ya hawa wanawake walikuja wakitafuta mimba, wanawake 7 walipata mimba. Imani ni kitu ya muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani, kwa sababu alibeba makaa na unga ya ngano na unga ya jogoo na akabeba nini na jivu, lakini alienda akakula zote na akapata mimba. Walileta watoto, nikaona watoto ndio hao. Na unaona kuna mmoja alinipatia gari reward, alikuwa PS kwa serikali ya Moi, kwa sababu pesa ilikuwa alinipatia Kiprado Pajero, zile Prado zile zilikuwa zina kiguku hapa juu, hizo ndio zilikuwa kwa soko. Aliniletea kwa sema thank you. Mganga kutoka wapi? Taga Zanzibar. So they attack when you are weakest. Bwana Yesu asifiwe sana. And they divert you because of the delay ambao walisababisha kwenye kupata mtoto. Unaona hiyo mama amekuja wapi? Na wengine tulikuwa tunalala na wao, maana amekosa nani. Ukiona tena amerudi, sasa itabidi ulale na yeye. Ndio mwambie mimi nasimamia hiyo mwenye mapacha, maana hata kwa sababu mimi tulikuwa mapacha na ndugu yangu alikufa. Unaona sasa that desperation imekosi mama wa kanisa, na huyo mama alikuwa kwa kanisa wa hii Mlimani, AIC Mlimani, alikuwa kiongozi kanisani. Alikuja huko kutembelea shetani, maana hiyo mimi hiyo nasebanga nilikuwa ga shetani. Kutembelea nani? Shetani amsaidie. They cause the delay. They cause you the delay. Wakisababisha hiyo delay, katika hiyo delay ndio wanakuweka ndani ya shetani na wanakubadilishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So that is the reason number 1 they do, that they cause delaying for them to attract, so that you may attract a curse. When you umekuwa na delay katika maisha yako, sometimes unafika mahali unaanza kusema huyu Mungu na yeye mbona aliniwacha. Angalia kama mtu anaitagwa nani? Ni Habakuku. He kept lamenting. Ni Habakuku alilament. Alikuwa na lament, alikuwa analeta shida, na alikuwa na complain kwa Mungu, because that is what they want you to complain to God. Angalia mtu anaitwa Gideoni, wakati aliambiwa watashida hiyo vita, aliuliza huyu malaika, huyu Mungu unatuapia ako wapi? Maana tunaambia kwa tu story venye alikuwa na Musa, venye alikuwa na Abrahamu, venye kwani akayage dhireko tuleta deno yote turalia dena goko, akasababisha watu wanakuwa na complain. That murmuring uko nayo, that complaining uko nazo, hiyo mazungumzo na kama kuna mama mwingine jana karibu anipige hapa, alikaa hapa kutoka asubuhi mpaka jioni, nilikuwa na muhepa mpaka nikaona sasa nimeshindwa kumuhepa. Alikuwa hapa. Na sasa sitaki kuambia watu nimewekwa kabali hapa. Siku nataka kuambia watu ninaogopa, maana alikuwa anataka kulipuka. Sasa ilibidi nicheze na akili mpaka nikamtuliza. Naye Mungu akanisaidia, mvua ikanyesha. Akaanza kuniambia kuna haraka ya kwenda nyumbani, maana alikuwa amekuja nimupatie reason
ni kwa nini maombi yangu Mungu hasikii. Ameteseka, enyewe ameteseka. Lakini alikuwa anataka kunimwambie. Si Mungu aliniambia nitoe sadaka, nikatoa. Si Mungu, kwa sababu mimi sikwambiagi utoe, nakwambia kaenda ongea na Mungu, atakwambia kile ukitoa. Sasa akuja niambia si Mungu aliniambia, mimi nilienda, uliniambia niende niulize Mungu, nikauliza Mungu, akaniambia, nikakuja nikatoa. Nikakuja tena Mungu akanizungumzia tena, nikakuja nikatoa. Nataka unipatie reason, ongea na yeye. Maana wewe ndio mnaongea na yeye. Ongea na yeye, na hapa leo sitoki mpaka unipatie sababu. Na nikaona amekuwa serious na amebadilisha sura. Nikatuma secretary nikamwambia ndio gole kathoda hale. Kathoda ka Fanta. Unajua kasoda ka Fanta kabaridi kanatulisaga. Sukari kipanda kanatulisaga sukari. So akaletoa kasoda pale akakaa hapo. Akakunywa kameza. Nikaona bado ndio sasa ameongezeka zaidi. Nikaenda hapo nikamchotea tu maji baridi. Nikaona sasa maji ndio imetororokia. Ilibidi sasa nikae hapa nikiomba nani? Mungu. Mungu alinisikia, Mungu wangu alinisikia. Haraka mvua ikamwagika. Sasa akaanza kukua na nini? Na haraka. Nikamwambia bupika nyumbani uliza kama kuko nyumbani kuna mvua. Akaambia ile mvua iko hapa. Usipokuja haraka umefugiwa. Maana huko kwao ni kule daraja zinamomokaga mvua ikikuwa mingi sana. Hapo ndio Mungu alinisaidia. Akaenda. Asubuhi saa 12 ndio ameniamsha. Mungu alikwambia nini? Ameongea. Hata amuiti Mungu, anauliza ameongea. Sasa niliimagine venye amekaa akikodoa macho kama paka. Ameongea. Nikamwambia ndiye ndiraigua odo. Nye aigua odo. Ndirenda agikinya thaa 11 akoro aiguite na unjire. Niĩ ndikuria thina o ndiraria. Na ndikuita ni undu wake tondu arenda ndeite. Sasa umeona ameanza kumwambia, ameanza kutengeneza lugha ni kama Mungu anataka ajiue. Mungu sasa amebadilisha Mungu na shetani. So ameanza kukas Mungu. Hiyo ndio ilikuwa agenda. The primary agenda ya delay, ya hiyo maneno yote ya delay, ndio aanze kuongea hivyo, ndio atokano na Mungu waweze kumgoka. Bwana Yesu asifiwe sana. So angalia ile tu maneno tunafanyaga ukasirike. Ile tu makasiriko ile ulikasirishwa huko kwa nyumba. Siku hiyo ulipigwa simu saa 8 usiku ukaambiwa haraka. Siku hiyo uliambiwa ukaambiwa toka mahali hapo, na ulikuwa unafanya kazi ya Mungu. Ulikuwa unaomba vizuri. Ukashindwa, kwani Mungu hakujua nilikuwa namuomba? Haka huyu msee ameniongeleza. Ameniita maraya nikiomba. Nimetoka tu kwa maraya kusema amen kuangalia simu ni ya msee. Msee anaita maraya sasa hiko yura maraya komeno. Saitani eno. Tende yako dada ikaikomi. Kai na hiko ginya ukuigwete wira hoini ulikuwa umesikia umezama, yani umeomba baka umezama uko katikati ya Mungu baka unasikia malaika ndio hawa wanaongea. Hata unasikiliza unasikia huyo ni Michael, nasikiliza unasikia huyo ni Gabriel, huyo ni Rafael, baka unawasikia kuchukua tu simu hivi komeno maraya huyo shaitani ni hiko uma kuri arume ali akuthia kuri arume kai ukoria Ngai wete kiranu muogo niki kota kire korogo kuo baka unauliza Mungu, kwani ukuagi hai usikie hivi ungezuia hii kitu? Sasa complain imeingia, Mungu na yeye umemfukuza. And this is what has caused us failure to heal. We are not healing because of those kind of challenges. Mapepo zinatufuata because of those kind of challenges. They are just said zinatengenezwa tu because ndio ziweze kukuletea shida. Number 2, for them to be able to attack you, tumeona they caused delays. Number 2, they use your DNA. For them to penetrate you, wanatumiaga DNA. Bwana Yesu asifiwe sana. DNA inatoka na gani? DNA ni kitu gani kiko na DNA yako hapa? Na nini nyingine? Na hizi kucha zako. Wanakata hizi kucha, ukikata shika mzuri, ende urushe kwa choo ama urushe mahali mtu atasipata. Hizo ni muhimu sana kwa huku kwao. Sasa wanachukua hiyo, wanakata nywele yako ama wanalala na wewe, wanachukua hiyo, wanakuambia ujipaguse, wanabeba hiyo kitu ya kujipagusa, ama wanakuweka miba. Sasa naweza kukuweka miba. Hiyo miba nimekuweka, alafu sasa nitatumia mapepo yangu nitoe hiyo miba, niende nikafanya nayo kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how they do. This is to swap you
ndio wakuondoe in the presence of God. Utakuta wamechukua kitu yako kimoja, either damu, either wamechukua mate yako, ama wamechukua kucha, ama nywele, ama ngono. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama sisi tunapenda kutumia juara, tukiingia na juara huko tuzita ndani, hiyo juara unasikia huyu ananiambia leta rehe kabotere na kuugu. Sasa si mwanamke yako na unampenda, anabeba hiyo juara, anapeleka Mulimuru kwa Mudomogo, atakuwa Mojiro, anapeleka wapi? Kwa huyo mzee. Wanaenda wanachange nini? Maana hiyo ndio imebeba bego. Hiyo imebeba nini? Imebeba bego. Ama wanachukua hii kitu kingine inaitwa sodo. Nitakuwa sodo. Mani Sodom. Sodom. Nini? Sodom. Nini Sodom na Sodom? Oh, Sodom ni kule. Sodom is a place. Sodom ndio ile monthly period. Hiyo mnaidaka mnatupiaka kwa kabuni nyingine, mnaona mmeweka kisaduku pale, mnaweka huko ndani wanapeleka. It is very dangerous. Hiyo ni DNA yako, na hiyo ndio wanatafutaka. Watoto wenu kule hospitali kwa kabuni zimesema wanapelekea watoto wenu hiyo sodo alafu wanachukua. You don't know where they take, because that one will determine how they can swap your destiny. Maana ni damu, ni bego ya mtu ambayo inaenda wanabadilisha. Siwabii msifanya nini? Hii mnaita nini? Msiweke hiyo kitu pale, lakini think twice ukiweka hapo. Enda kwa shimo ya choo, urusha huko ndani kaaguke. Ama enda ukachibie mahali hata hubu haitakuja. Maana pale tukiwa City Stadium, wale tulikuwa nao pale City Stadium, kuna vijana machokora tulichukua hapo. Sasa tukawauliza, si unakumbuka Jamila? Si walituambia ile kazi wanafanyaga? Kuna wamama wanakujaga na Range Rover hapo saa 7 usiku. Kumbe vijana wameokota hizo masodo, hawa mama kazi yao ni kukuja kuchukua hizo kwa bagi, wanapeleka. Tunajiuliza, mama yako na Range Rover anapeleka wapi? Kumbe hizo sodo ndio zimenunua Range Rover. Bwana Yesu asifiwe sana. Another thing wanatumia ni mahuno. Hii miba mnatoa. Kuna sana wanatumiaga mtoto wa miba wa miezi 7 mpaka miezi 8. Between 6 mpaka miezi 8. Hizo mamiba tunatupa, tunaweka pale Ruai hapa kwa sewage. Inaitaka mpaka Ruai. Ukienda Ruai utakuta tutoto tumefanya nini? Tunatembea huko. Sasa kuna watu papa sele huko usiku saa 9 utakuta wakichukua hiyo tohuno. Tohuno tunaendaka tunakaushwa. Ndio tunafanyaga, ndio tunatengenezaga hizi, unaona hizi mnajipaka. Hizi mnajipaka huko. Zinapelekwa chini ya maji kule kuzimu. Huko wanatengeneza hiyo manywele yenu mzuri kama hii, unakuta imetengenezwa kuzimu. Sasa ukivuka tu kichwa unakuwa coordinate. Maana wamekucoordinate kule, wewe unakuwa booster ile ya Safaricom. Sasa wewe na wewe watakutumia, unaroga hawa watu wote na hujui. Wewe ni mama kanisa, mama mzuri, mama mtulifu, umekaa mzuri. Kumbe unatumikanga kama nini? Booster. Kwa sababu ya hizo vitu zote unaona zinatumika, zinapeleka kwa kuzimu kule baharini kwa the queen of the sea. Kuna mafactory huko za kutengeneza hizo manywele zenu. Kuna mafactory ya kutengeneza hii mnapaka hivi, na hii kile mnapaka hivi, mnatengeneza paka unaona mtu. Huyo mtu unajua unaweza kupata mama ako na 90 years atengeneza vizuri, unaona ni mtoto wa 18. Baka ukitembea na yeye unaona ni kama serikali itakushika. Waacha aende aoge. Jamila wito. Waacha aende aoge. Are normal? Kiridi kabisa Kani katoto ketu tumekalea mpaka kamekuwa kubwa. Lakini Mungu amekasaidia. Ufanye na bidii kabisa. Umesikia Jamila? Work as very hard as possible. Sasa unakuta hii kitu mmepaka. Dorcas, are you natural? Okay. Mother, uko natural? Dukanageri. Kai. Dijauga te ni wekete oru. It's okay. But ukaba kuhoera nyamu icio. Tondu no korwo ciumite iria-ini. No korwo ni monthly period uhakite ha. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what they use now to swap. Wamekuconnect, sasa wanakuswap. Ndio naonaga zamani. Wazee wa zamani hawangekubali mtu wako na period awapikie chakula. Hawangekubali mtu hangekalia kiti kama sasa. Hii kiti ni wa mama, kuna kiti ilikuwa ya mama. Kuna mzee hangeweza kukaa, na mdhuri ni alijongwa yake, alikuwa na kiti yake, alikuwa na kalia. Na ndio maana wadhuri zamani walikuwa na kaa dhigira, hawakuwa na kaa nini. Na ndio kwa maana wazee wa zamani walikuwa na wao wanawake 2 3. Ndio wakati wewe uko na hiyo kitu, huyu ataniletea chakula.
Bwana Yesu asifiwe sana. That is how it used to be. Na ndio unakuta wazee wa zamani, they lived very holy life. Maana they were never contaminated. They were strong, they were holy, they were clean. Siwabii mwende mkaolewa na wanawake wengine, wanaume mkwe wengi, hapana, lakini it's just nimeachilia tu an observation. What made these people to be holy? Because they avoided kila kitu ambacho kinaweza kufanya destiny yake kuwe swapped. So most of us, our destinies zilichukuliwa through sex, zilichukuliwa through hizo mavitu zetu, ma DNA zetu, zilichukuliwa through nani? Zilichukuliwa through delaying tactic ambazo tunafanya. So number 2, tumeona they use our DNA to take the people destiny to take. And the number 3, which is the last, na nimalizia hapo maana muda nimeona umeenda sana. They use trick of prayers and miracles. Sasa kanisani ndio destiny za watu zinaibiagwa sana. Mapasta, mabishofu na makibishofu. Kuna watu wanajua kushika mtu, wanajua destiny yako. Mimi najua uko na kipawa. Mungu amekupatia kipawa cha healing. Nitakudikamata nikuweke hapa nikutumiage. Mimi sina kipawa lakini nitakuwa nikikutumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikikuwekelea tu mikono hivi ninakunyonya. Sasa nikiinua hapa nasema katika jina la Yesu Kristo nakemea mapepo. Unaona mapepo inatoka, lakini si mimi, ni wewe. Hivyo ndivyo unaonaga watoto hao, unaonanga wanakuanga na autism na wanakuanga na vitoto vinakuanga mazumbi hivi kwa families. Kwa nakuta kuna kitoto kizubi. Na ukienda kwa nyumba zote ambazo ziko na ugaga na uchawi na uiliminati, kuna huyo mtoto anakuaga very important to the family. Maana mapepo yote na spirit zote ambazo wanatumia zinatumika na wapi? Zinatumikanga, zimewekwa kwa store. Huyo ndio store. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unakuta familia, mama na baba ya mtoto, kwa sababu ndio wanaelewa huyo mtoto wanampenda kuliko watoto wengine wote. Unakuta mpaka treatment ya huyo mtoto ni mzuri. Maana huyo ndio store ya zile mapepo wanatumia kufanya biashara. Huyo ndio store ya nguvu za giza ambazo wanatumia katika biashara. Sasa huyu mtoto anawekagwa vizuri maana ni store. Wao hawamchukulii kama mtoto, wanachukulia kama store ya kuweka vitu zao. Utajiri wao yote ya kiupepo imewekwa kwa huyo mtoto. Bwana asifiwe sana. Sasa unakuta katika hiyo hali ya in the spirit ya kanisa ya watu kuombewa, kwa wewe unataka tu kuombewa, hujalishi unaombewa na nani. Unasikia kwa Waruinge ndio miracle inafanyika, unakuja lakini hutaki kujua Waruinge anatumia spirit gani. Unasikia Manyuro wako hapa, unakimbia kwa Manyuro, hutaki kujua Manyuro anatumia spirit gani. Unasikia kwa Ng'ang'a, hutaki kujua kwa Ng'ang'a ni spirit gani inatumika. Maana hapo ndio nyota zinaibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hiyo hali ya kuombewa na katika hali ya kwenda kwa madivina, kuna mtu ameweka kanisa yake amefunga. Ukiingia hiyo kanisa huwezi toka. Wewe unasikiaga tu kwenda huko. Na ukiuza hata mayai, kuku ikikalia ikitoa hivi mayai, unakuwa umewekelea mkono hapa ndio uuze utume pesa kwa pastor. Maana alikukamata, aliswap your destiny, akaikamata. Utakuwa mtumwa wake mpaka ufilisike. Yeye mwenyewe ndiye atakulidisi uende. Akiona amekunyonya amekumaliza, anakulilisi. Akiona amekunyonya amekumaliza, anakulilisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna wale watu wametumwa kwako na wanakuja wanakutumia. Alafu unakuta hawa kuna prophet. Of course hiyo topic inaendelea sana saa hizi, iko juu sana. Kuna maprofeti, wanaona maprofeti wako powerful prophets. Unakuta kube ni watu walienda mahali kama Benin, walienda Ghana, walienda Nigeria, kuna mahali wanataka kuchukua powers. Na akienda huko kuchukua powers, akifika huko kuna karumu anapeleka kwa kama kale. Anaambiwa ingie hapo the master ama the mtu mkubwa yule ambaye anakuja kumwombea atakuja. Kwenda kuingia hapo anakutwa na malaika wale wa kuzimu 10 ama 12. Wanamwambia sasa kaa mzuri paka mafuta huko nyuma. Wanamtumia. Kila malaika anamtumia kimwachia kitu. Powers fulani zile anaachiwa. Kwa alikuwa ameenda kuchukua powers. Sasa hizo powers zote atapatiwa, atawekewa kwa mwili wake through huko nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa akikuja unakuta huyo jamaa anakuambia, who is Joseph? His number is 0722 256655. Oh, man of God is true. It's my number. Ni namba yake. Kumbe ni
ndio inampatia hii namba, because alidara na malaika. Na hiyo watu hata wana biashara wanafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana biashara wanafanya na hizo. Anaenda na raro na yeye. Na ndio naona hii mambo ya homosexual ni mingi sana, maana ni control kutoka kwa hizo powers. Ni control kutoka kwa hiyo forces. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio kitu sasa watu wengi wanashughulikiwa nayo sasa. Makanisa wengi unakuta sasa kunakuja kijamaa kama hiki kinakuja kumbe nikia huko, nikia kuraro na kimepatiwa hiyo vitu. Akikaa karibu na huyu mwanamke ataanza kufikiria huyu. Na huyu anaanza kufikiria wewe. Anaanza kuona ukiwa mdemu mzuri. Na akikusalimia mkiteremka hapo, mnaanza kuongea mpaka unaanza kumfeel unaangai. Na huyu mama ni mtamu, ni anakaa mzuri. Unaweza kuona kia beautiful. Na unaanza mpaka unamwangalia swaga na huko nyuma, unaona kweli swaga yako na swaga. Na wewe ni mama, na huyu ni mama. Na nyinyi wewe mnaangalia na mnaona swaga, na huyu unaona swaga. Mpaka unasema, "Hi baby, so I can buy you a cup of tea." Unaenda. The next minute, a glass of wine. The next minute unaamuka asubuhi unaanza kuuliza, ili nifikaje hapa? Sasa hiyo mpaka sasa kutoka hapo unaanza kujukia wanaume. Unasikia tu kutafuta wamama wenzako. Na mwanaume unafanya hivyo unaanza kutumia nini? Unaanza kutafuta wanaume. Hutaki kuwa na mama, unaona kama mama unaona kutapika. Unaona mama, kuna siku na jamaa mwingine hapa alikuwa amekuja, bibi yake ni teacher. Na huyu mwanaume na yeye ni mtu mkubwa kwa kampuni kubwa, ni manager mkubwa sana. So kuna mtu anaendaka na yeye nyumbani. Anaambia mama ati huyu ni mfanyikazi, ni driver yako. Ndio kama anakuja mwalile rumu ile, mtengenezea ile rumu. Mama anaenda. Sasa mzee anabaki akifanya, kuna kazi. Ako na rumu yake ya nani? Ya kufanya kazi za ofisi. Sasa anajifanya ameingia kwa laptop. Anafanya ni laptop. Lakini hakuna laptop. Anaambia mfanyikazi, nipangie hiyo makaratasi mzuri. Anapaga makaratasi. Mama naye kwa sababu amechoka naenda kesho asubuhi, mama naenda analala. Kwa maana mzee ako kwenye laptop. Kumbe mzee alienda akasema, akaangalia mama amelala, akaenda kwa bibi, kwa mzee mule driver. Kana menyana. Sasa siku moja, siku ile unajua kuna siku ya kufa kwa nyani. Miti yote inafanyanga nini? Inateresa. Mzee huyu alienda karibu malisa, akasikia mzuri sana, akalala hapo tu. Mama kukuja kuamka asubuhi kutafuta bwana kwa laptop, hayuko kwa laptop. Sasa si akaenda, hawa mpaka walisahau kufunga nini mlango. Mama kwenda kufungua mlango, alikuta huyu ako noi na huyu ako noi. Ameyakania hivi. Akajua kumbe akuagi driver. Ndio kama na mama, huyu mzee hapendi mama. Mama anataka kugusa mzee, anamwambia niende kwa demono. Saki disturbance mingi. Kumbe ashafanywa maneno huko. Haleluya. Hivyo ndivyo maneno inaitaka. Kina mzee ameanza kuja na kwambia ni mtu wa kasi tunafanyaga naye shule. Na anakuja alafu unawaacha unaenda shule, unaenda kazi, unawapekea chakula hapo, unamwekea breakfast, anafanya breakfast yao na maguta krea mwenda bluebird na okay na jam ziko hapo. Na tumekata umepaga msuri. Wanaangaliaga kwa dirisha. Wakichungulia ukienda. Wanakwambia wanakimbia kwa gate ile ya kufungwa. Wanafunga na wanaacha kifungua hapo. Wanafunga ndio hata ukijaribu kuja kufungua, ukifungua iko hapo inakataa. Wanarudi kwa kitanda ile umlilala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani unawahurumia? Unawahurumia? Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how destinies are swapped. That is how destinies are changed. Bwana Yesu asifiwe sana. Most of us here, our destinies zimekuwa changed in one way or the other one. And this is why today we have come here to reorganize, to seek God, to bring back our destiny. Ndio tuweze kuishi. Mimi nimekaa nimeomba sana mpaka hiyo makogo. Sasa I think kumebaki tu makogo kama tuwili hapa. Kwa sababu kuna memory akaja venye kalikuwa zamani. Zamani ilikuwa kana memory nyingine kali. Photographic memory. Sasa naona kama kumebaki makogo kapi, na kifika hii mwisho wa wiki itakuwa imetoka yote. In Jesus name. Mimi ni mchungaji na nilifanywa ndivyo. Na wewe? Na umetoka kwa Manyuro, umetoka kwa nani? Ukifika hapa umeenda kwa kapi na nani? Kwiki. Huyu akikuja hapa ulikuwa umeenda kwa nani na nani? Ni kwiki.
Ni wapi hii umetoa pepo ya huyu, umebeba ya huyu, umebeba ya huyu, umebeba ya huyu, umebeba ya huyu. Nakuta sasa ndio suffering inakuwa kubwa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame kwa miguu yetu. Leteni sadaka zenu hapa. Wekelea hapa. Mweke sadaka zenu. Weka tu hapo kwa kikapu. Tuache tu kuimba. Time imeenda sana, watu wamerudi kwa maofisi. Tuimba jioni. Thank you. Inua mikono yako juu ni kuombea. Maana ndio nikufungulishe kutoka kwa hizo laana ambazo unazozipitia. Na hiyo mipango migumu ambayo umeipitia kwayo na imekufunga. In Jesus name. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru, nasema ni asante. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Umeketi kwenye kiti chako cha enzi katika ulimwengu na katika mbingu. Wewe ni Mungu mkuu, Mungu mfalme. Wewe ndio uliyeumba binadamu kwa sura yako, kwa mapenzi yako, kwa nia yako na kwa njia zako. Na kuomba msamaha yote ya dhambi tulizozitenda kupitia mambo ambayo yametuchanganya katika maisha yetu. Kumbuka mama aliye katika nyumba hii, kumbuka mbaba aliye katika nyumba hii, ukaweza kuwasaidia kujinasua kwenye mitego ya shetani. Ukaweza kuwasaidia baba kujinasua kutoka kwa nia za kiutu na za kishetani. Wamezingirwa na wameingililiwa na mapepo na nguvu za giza zilizotumwa kwao. Baba wa mbinguni, na kuomba tukawasikilize. Wamekuja hapa maana wanahitaji kukusikia na kujua mazuri kutoka kwako. Wasaidie tu wakuelewe. Wasaidie tu wakupende. Hawana kwa kukimbilia, hawana kwa kuitana, hawana kwa kuenda, ni kwako tu. Na wanasema wanakupenda. Wanasema wanakuhitaji. Wanasema Baba, wamechoka. Safari hii imekuwa ngumu. Milima hii imekuwa mikubwa. Mabonde yamekuwa makubwa. Hawawezi kwenda bila wewe. Hawawezi kufaulu bila wewe. Wanakuhitaji. In Jesus name we pray. Amen. May God bless you. For those that sijawaona, mutaketi tu hapo mmeketi. Na muone Dorcas, then Dorcas will guide you the next move, how to do it. Unaweza keti tu, yes, ketini. Na kama ni kitu Dorcas anaweza kusolve. Mtu yote mwenye anahudumu kwenye huduma hii kwa niaba yangu ako na uwezo kama ule tu niko nao. As long as ako kwenye huduma hii na anafanya kwa niaba yangu. Venye mimi nafanya kwa niaba ya Mungu, nimepatiwa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukipatana na usikie wameona wanaweza kutatua jambo lako, kubali tu litatuliwe pale. Ndio niweze pia kuhudumia watu wengi jinsi zipasavyo. Na kama ni kitu naitwa kama ni msaada fulani unataka, ukiambiwa uende kwa ofisi ile unaambiwa uende. Wacha kushikoja kuinsist. Maana kama ni misaada ya kifedha, misaada aina yote ile ya kusaidiwa, sio ofisi yangu inafanya hivyo. Tuko na ofisi ambazo zinafanya hivyo. So if you are directed to those offices, just go there. Wacha kuinsist, wacha kupush. Maana hautasaidika. Hata ukikuja kwangu nitakurudisha tu, na nitakurudisha sasa nikijua umepitia kule na umeambia hivyo, nitakurudisha na madharau. Na mimi unajua nimesomea madharau. Nilienda shule, college mpaka university ya kufanya watu madharau. Niko nayo. Kwa sababu ninaona umedharau mtu ambaye nimepatia responsibility. So why unamdharau kwa nini? Jerry,
Unadharau mtu kwa nini? Nimempokezea kazi. Mimi pia Mungu amenipatia. Hii kazi ninafanyanga sio yangu, ni ya Mungu. Ni Mungu tu amenipatia nafasi nimsaidie. Na mimi nimepatia huyu anisaidie. Na huyu atapatia huyu amsaidie. Because it's a chain. Ukiheshimu mafuta, tambua mafuta kutoka chini mpaka juu, tambua mafuta. Ukiambiwa sasa wewe enda nyumbani, hii imekuwa sawa, wewe enda tu. Kuwa na imani. Sio lazima nikwe. Wacha kunifanya kama Mungu. Unajua kuna wengine wanajua mimi nisipo ati danahu tetanajigera guoko nikyo ipana, wacha ujiga. Sio kuigerera guoko ni wewe. Yule mama alikuwa na mwaga damu, aligerera moko. Alitaka tu kuguza nguo ya Yesu na akaguza na akapona. Kuguza na akasikia amepona. Yesu alikuja kujua baadaye kumbe kuna mtu aliguza nguo yangu na alipona. Sasa kuwa na imani. Chega imani yako ndio uwe na uwezo wa kujibeleka mbele ya Mungu. Naye Mungu anakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Halo. Mnanisikia vizuri? So tuache kuwa wagumu wa kusikia. Tuwe na uwepesi wa kujua na kutambua kwamba nyumba hii iko na uwepo wa Mungu. Lakini kama ni lazima tuonane, utapata kibali kutoka kwa wahusika wote ndio ukuje kwangu. Ndio niweze kuhudumia watu wengi jinsi Mungu ameniambia. And now may the grace